أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، المعبود في كل زمان، مدبر الأكوان وخالق الإنس والجان. أحمده على ما من به من الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالقرآن، صلاة دائمة على مر العصور والعصيان. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى أصل على كل شيء وأساس على كل خير، فتزاودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tukaweza kukusanyikana na kuhudhuria katika nyumba yake tukufu kama hii, kama alivyowezesha Mwenyezi Mungu kutukutanisha mahala hapa patakatifu. Tumuomba vile vile Mwenyezi Mungu atukutanishe kesho ya Kiyama katika rehema yake pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili ni kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja mwalimu wetu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama maudhui ya hotuba yangu ya leo kwa muda huu mchache ni kuweza kuzungumzia lengo kuu na sababu kubwa ya mwanadamu kuja katika ulimwengu, na hakuna sababu nyingine isipokuwa ni ibada, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na binadamu kwa malengo mengine yote wakiwa katika huu ulimwengu isipokuwa ni ibada. Na ibada ndilo jambo kuu ambalo itakuwa ni sababu yake mwanadamu huyu kuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu kaburini na kesho ya Kiyama, na Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu yake. Kwa hivyo lengo haswa la mwanadamu katika huu ulimwengu ni ibada, na ibada haina msimu, ibada haina season, haina muhula. Ibada ni wakati wote wewe lazima ufanye ibada, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na umwabudu Mola wako mpaka ya kujilie wewe kifo. Kwa hivyo hakuna dharura, hakuna sababu, hakuna hoja ya wewe mwanadamu ambaye uko hai na ukaukubali Uislamu, ni lazima umtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima ufanye ibada. Hakuna njia ambayo itakayokufanya wewe usifanye ibada, hakuna.
Mwanadamu ambaye hafanyi ibada, hamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kufa kwake, akiwa katika heka za mauti au sakaratul maut, mwanadamu yule alipokuwa akiambiwa aswali akawa haswali, adhana yasikia lakini hajikumsujudia Mungu, mwanadamu huyu katika kufa kwake akiwa katika sakaratul maut, mwanadamu humwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbirji'uni, ewe Mola wangu nirudishe. Amuomba Mola wake amrudishe katika ulimwengu, ampe uhai tena, nafasi ya kuishi katika ulimwengu. Rabbirji'uni, ewe Mola wangu nirudishe, la'alli a'malu salihan, ili nipate kuyatenda matendo mazuri. Ulipokuwa na umri, una nguvu, afya, siha unayo, wakati unao, ulikuwa humwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulikuwa huswali, lakini wakati wako umeisha katika ulimwengu, ni kwenda katika maisha tulbarazah, maisha ya kati na kati, maisha ya kaburini, ndipo sasa waomba tena chance ya kurudishwa katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mwanadamu yule anayeomba arudishwe tena katika ulimwengu, afanye amali, aswali, Mwenyezi Mungu kumwambia kalla innaha kalimatun huwa qailuha, komeka, too late. Tumekupa nafasi, umri umeishi miaka 30, umeishi miaka 40, umeishi miaka 50, umeishi miaka 60, tukakupatia nafasi umsujudie Mungu, umuabudu Mungu, umtii Mungu, hukuweza kufanya katika umri wako huu. Hata tukupatia nafasi nyingine ya dakika au sekunde, hutoweza kuyafanya. Ama amrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ndugu zangu katika imani, lengo na shabaha na mwanadamu ni ibada, na moja katika ibada kubwa katika mwanadamu Muislamu mu'min afaa ajisisitize na awe na nguvu nayo na afanye bidii ni ibada ya swala. Swala ndio kila kitu ndugu zangu katika imani. Na si maneno yangu haya, ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah, kichwa cha Uislamu na nguzo ya Uislamu as-salah ni swala. Swala ndio kichwa cha dini na ibada, na swala ndio nguzo ya ibada ya Uislamu. Utakapoivunja nguzo hii, ndio ushavunja Uislamu kwa jumla. Jiite wewe Muhammad, itwa wewe Saidi, itwa wewe Maryam, itwa Hafsa, jiite utakapojiita majina mazuri ya mitume na maswahaba, lakini kama uswali wewe, jina haitoshelezi ya kuitwa wewe ni Muislamu mpaka utekeleza ibada ya swala, uswali kwa jamaa. Kinyume ya hapo, wewe na majina yako ya kifahari utakapokuwa, lakini huo Muislamu, kwa sababu ndio nguzo. Ukivunja nguzo hii, basi ushavunja Uislamu. Kisha Mtume akafananisha swala kama mwili wa mwanadamu. Kichwa kivipi? Mwanadamu aweza kawa hana mkono na akaishi. Wangapi ambao umetoona hawana mkono? Kuna wengine mikono miwili kabisa hawana. Mwanadamu aweza kuishi bila miguu. Mwanadamu aweza kuishi akawa haoni. Mwanadamu aweza kukosa viungo chochote katika mwili wake, lakini akaishi. Lakini mwanadamu anapokosa kichwa, katu abadan, mwanadamu huyo haishi katika ulimwengu, atakuwa ni maiti. Kwa hivyo na ibada, ikikosa swala, ibada zako zitakuwa habaan manthura.
zitakuwa zimepita patupu. Nenda haji utakapokwenda haji, lakini kama huswali haji yako haikubaliki. Funga utakapofunga wewe, lakini kama huswali utakuwa umekaa njaa, saumu yako haikubaliki. Toa zaka, toa sadaka, fanya amali yoyote ambayo kwamba utakayoifanya ni amri kwa Mungu, ni sunna mtume aliyofanya, lakini kama huswali swala yako haikubaliki. Swala ni muhimu ndugu zangu. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuamrisha sisi wazee ama wazazi tulio na watoto, akituamrisha kwamba murru auladakum au abanaakum bis-salah, waamrisheni watoto wenu kuswali. Hii ni amri. Kwa nini Mtume ametuambia kwamba ni lazima tuamrishe watoto wetu kuswali? Kwa nini? Ni kwa sababu mtoto ukimkuliza kuswali, utu uzima wake haukusumbua. Lakini mtoto usipompatiliza kumfundisha kuswali, basi mara nyingi mtoto kama yule basi akawa si mwenye kuswali hata kifika katika utu uzima. Kwa hivyo wazazi, kila mwenye mtoto ni mas'ul kesho yauma al-qiyama. Ikiwa mtoto hutomfundisha kuswali, hutomwamrisha kuswali, leo ataendelea vile vile na atakiwa katika utu uzima na akawa haswali, basi utambue utakuwa na share ya madhambi ikiwa hatuswali. Tufundisheni watoto kuswali, kwa sababu swala ndiyo kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha umuhimu wa swala. Sote ni waja wa makosa, waja wa madhambi. Na mara nyingi utapata mtu atakwambia, ustad, mimi pengine ni mlaji miraa kwa mfano, au pengine mimi ni mzinifu, au mimi nafanya madhambi kadhaa, lakini najaribu kutaka kuyaondosha, niache yale madhambi ili nirudi kwa Mola wangu, lakini dakika mbili mara nisharudi wapi? Katika yale madhambi. Je, suluhisho ni nini? Hili ni suala ambalo kwamba mara nyingi watu wanatatizika. Je, suluhisho la kuacha madhambi ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema katika Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika ya swala humkataza mtu kutofanya uchafu na mabaya. Lakini suala ni kwamba mbona sisi twaswali lakini tuko katika madhambi, tuko katika fahsha, katika uchafu, katika mabaya? Ina maana tujirudie sisi wenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno yake hayapiti patupu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye alimuumba mwanadamu na ndiye anayejua suluhisho la mwanadamu. Aliyetengeza hii mic ndiye anayejua namna gani na njia gani za kuweza kutumia. Aliyetengeza simu pia ndiye mjuzi na ndiye fundi na ndiye anayejua simu itumie namna gani na itumike namna gani. Kwa mtu mwingine azatumia tu, lakini ukiharibu utakwenda kwa fundi kwa sababu ni mjuzi. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi wa mwanadamu. Ikiwa wataka suluhisho yako wewe mwanadamu ni urudi kwa Mola wako, je, Mwenyezi Mungu yasemaje? Atuambia nini? Kwa sababu sisi binadamu ni waja wa makosa na tunataka kurudi kwake ili tuwe wasafi, ili tuache madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwamba swala inamkataza mtu katika uchafu, katika mabaya na machafu. Bimaana tukiswali vile inavyotakaniwa, kama Mtume alivyosema, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kukiswalika kisawasawa, basi madhambi hayatakuwa. Kukiswalika ipasavyo, uchafu hautokuwa. Kwa hivyo haya machafu kukithiri, kutapakaa, kuenea, ni kwa sababu sisi hatujaswali vile inavyotakikaniwa. Sisi tunaja kuomba, sio kuswali. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaweza kutufundisha namna gani ama njia gani za kuweza kuacha madhambi.
Vile vile swala, ndugu zangu Waislamu, bara'atun minan nar wan nifaq, tukisna moto na unafiki. Ni sifa mbaya ambayo kwamba mtu hafai kujipambana na unafiki. Ficha wewe ukawa kwa watu ni namna fulani, na kwa upande mwingine ni namna fulani, na wengi wamekithiri wa wanafiki. Sasa ikiwa tutaepusha na sifa hii ya unafiki, ndipo leo katika ulimwengu hakupatikani haki, makotini hakupatikani suluhisho kwa sababu ya unafiki tulionao. Na sababu gani ambayo kwamba imetufanya sisi tuwe wanafiki? Ni kwa sababu sisi hatuswali. Kwa sababu swala ndiyo ambayo kwamba inakuepusha wewe na unafiki, na hakuna kitu cha raha, kitu kizuri kama kuswali. Ndugu zangu, mara nyingi hutoa mfano mimi. Sisi wanadamu tuna masaa 24 kwa siku, masaa 24. Katika kila masaa tunayofanya mwanadamu, kuna vipindi vitano Mwenyezi Mungu ametuwekea tuswali. Kuna salatu subhi, salatu al-fajri, kuna salatu al-dhuhri, kuna salatu al-asri, kuna salatu al-maghrib, kuna salatu al-isha. Nataka tuwe pamoja ndugu zangu. Katika kila kipindi jaalia ni dakika 10 wewe wamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano asubuhi dakika 10, dhuhuri dakika 10, asri 10, maghrib 10, isha 10. Zote zitakuwa dakika ngapi? 50. Ongeza dakika 10 pengine ni zile ambazo kwamba ukija msikitini pengine uswali tahiyatul masjid, au dakika 10 ni zile ambazo kwamba pengine baada ya swala utawaketi waleta tasbihat, waleta adhkar. Kwa hivyo dakika 60 ina maana ni saa ngapi? Ni saa moja. Katika siku kuna masaa 24. Toa saa moja wewe, yatabaki masaa mangapi? 23. Kwa hivyo na maana kwa siku moja wewe wamsujudia Mungu au afanye ibada kwa saa moja tu, masaa 24 ya nani? Ni yangu mimi na wewe mwanadamu. Lakini hapo mwanadamu ndio hatosheki. Hata lau atapewa saa moja masaa 24 pia hatosheka mwanadamu. Ndugu zangu, angalia neema kama hii, neema ya swala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri zote, faraidhi zote alizofaradhishwa katika ibada na maamrisho ya Mungu yote alifaradhishiwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaka alikuwa katika ulimwengu, haji alikuwa katika ulimwengu, saumu alikuwa katika ulimwengu, na maamrisho yote Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa akiwa katika ulimwengu. Lakini ibada ya swala, kwa kuwa ina umuhimu mno kwa mwanadamu, kwa sababu ndio hukurudisha zaidi mwanadamu na Mungu, Mwenyezi Mungu njoo wapi? Mbinguni huko. Ikawa safari ya Isra wal Mi'raj. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolewa katika ulimwengu, akapelekwa mpaka mbingu wa 7 huko kufaradhishiwa ama kupatiwa zawadi ya swala. Akapatiwa swala 50 ili sisi tuswali swala 50. Arudi zake katika ulimwengu au katika ardhi, apambana na Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam. Nabii Allah Musa amambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, madha amara Allah, Mwenyezi Mungu amekuamrisha nini? Mola wako amekuamrisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia kwamba ameniamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na umma wangu ni swala 50. Nabii Allah Musa amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rudi kwa Mola wako umuombe akupunguzie swala hizo, kwa sababu ni nyingi kwa umma wako, hawataweza kuswali swala 50. Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam arudi kwa Mola wake, amuomba Mwenyezi Mungu amkhafifishie,
apunguziwa swala 10, riwaya nyingine swala 5, lakini akapunguziwa. Arudi apambana na Nabii Allah Musa, amekupunguzia ngapi? Nimepunguziwa 10. Aambiwa nenda ukamwombe tena Mola wako aweze kupunguzia swala hizo. Hapo umma wako hawataweza kuswali hizo swala. Arudi kwa Mola, aomba apunguziwe, arudi kwa Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa amerudi, nenda tena, bado hawawezi kuswali. Akaenda akirudi mpaka zikafika swala 5. Lakini Nabii Allah Musa kwa kuwa ni mzoefu wa da'wa, ameishi na umma, ameishi na jamii, alijua, ana experience na watu ya kwamba hawataweza hawa umma wake hata hizo swala 5 hawataweza. Na ni kweli Nabii Allah Musa hayakupita matupu, ni kweli. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia kwamba siwezi kurudi tena kwa Mola wangu, naona haya, najikisi tokea 50 mpaka hizi 5 nirudi tena, la hasha wa kalla, siwezi kurudi. Kutoka tangazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba yoyote atakayeswali swala 5 hizo basi ni sawa sawa kama alivyoswali swala 50. Sallu ala Muhammad. Angalia huruma ya Mungu, angalia huruma ya mitume kwetu sisi, angalia namna Mungu anavyotupenda sisi, kutokea 50 mpaka 5, ambapo kwamba leo hizo 5 kwetu ni taklif, kwetu ni shida, dharura za kila aina. Kitu gani kinachokuzuilia wewe usije kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dakika 10, lakini uko tayari ukae upige gumzo, uko tayari ukae na simu WhatsApp, uko tayari ukae dakika 90 uangalie mpira, uko tayari ukae maskani, lakini kuja kumsujudia Mola wako huwezi kumsujudia. Mwanadamu, jua ya kwamba ikiwa huji kuswali kwa khiari yako, iko siku utaletwa katika mabega uje uswaliwe. Je, tuko tayari kungoja siku ya kuswaliwa ndio tuletewe msikitini? Neema iliyoje sisi haswa wa Kenya, namna amani tunayoipata, amani ya wewe kutoka nyumbani kwako waje kuswali kwa makini. Kuna wenzetu watamani utulivu huu, waswali kwa jamaa. Falastini, Somalia, Sudan, Iraq, Libya na nchi nyingi ambazo kwamba zina vita, watamani waswali kwa jamaa. Lakini waitwa punda mmejengewa msikiti wa kifahari, msikiti mzuri, mabuswati mazuri, feni, vyoo ambavyo kwamba utafikiri choo cha nyumbani mtu, kumbe msikitini kuja dakika 10 kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutana. Mafikiria hawa watoto wataswali vipi? Hawa watoto wataswali vipi ikiwa sisi hatuji kuswali? Na mtoto yuathirika kwa kuona vile unavyofanya. Mtoto haathiriki kwa kuambiwa. Nyumbani ikiwa kwa swaliwa, basi na mtoto atainuka ni mswaliji sana na swali. Lakini ikiwa mtoto aona nyumbani hakuswalini, basi na atainukia kwa maana kuswali. Madrasa tutafundisha tutakapofundisha, tutashajiisha, tutasomesha ipasavyo, watu waswali, watoto waswali, umuhimu wa swala, lakini walimu haitoshelezi kupeleka da'wa ya mtoto aijue dini yake hasa katika kuswali ikiwa hatutokuwa na ushirikiano na wazazi. Nyumbani kuwe kwa swaliwa, mtoe mtoto wakati wa swala aje aswali, ajue kwamba kuna umuhimu wa swala. Lakini kukosekana umuhimu huo ama kuelezana huko, basi ndugu zangu katika imani takuwa habari. Kusomesha kwetu tutapampatia, taonekana hatusomeshi kwa sababu kusomesha kwa takaniwa vitendo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema katika Qur'an, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, kukachepuka baada ya hapo kizazi, adha'u as-salah, wakawa ni wenye kupuza swala, wattaba'u shahawat, wakawa ni wenye kufuata matamanio. Aya hii
Kwa maana yake nyingine ni kwamba lau utaweza kutafiti na kudadisi, utapata hakukosekani wakati wa nyuma kuliko watu waswali. Lau utatafiti, utafanya research. Lakini kukachepuka kizazi cha kutotambua umuhimu wa swala. Sababu nini? Kwa kufuata shahwa, matamanio. Leo angalia ulimwengu unavyomtazama Muislamu, kumpatia kila mbinu, kila njia ili asiswali, ima asiswali kabisa au asiswali kwa wakati. Leo angalia, sote karibu sote hapa, pengine nyumbani, ikiwa huna TV ya smart, basi una simu wewe nyumbani. Swala adhana yaadhiniwa, iqama yakimiwa, lakini mtoto wako wampatia simu acheza nayo. Wewe mwenyewe uko na simu kwa TikTok ama kwa Facebook ama kwa YouTube, hata habari huna. Sasa ikiwa kizazi kama hiki chapoteza wakati kwa ajili ya mambo ambayo kwamba ya kidunia, mwatarajia hapa utakuwa na kizazi cha Kiislamu? Ikiwa watoto hawataamrishwa swala, kufundishwa swala, mwatarajia watoto watainuka ama kitakuja na kizazi cha kuswaliwa? Ikiwa watoto hamuwaleti madrasa waijue dini yao katika masala ya kuswali, mwatarajia nini miaka ijayo? Ndugu zangu katika imani, jamani, hii ni neema. Kwa hivyo neema hii tusiipoteze. Ikifika wakati wa swala, njoo uswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Usiswali kwa ajili ya jamii nyingine yote. Njoo uswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi. الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربنا إلى الله زلفى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى أصل على كل شيء وأساس على كل خير، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلوا على رسولكم الذي أمر الله تبارك وتعالى بصلاة عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت المقادير وحول علينا كل عسير يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم اقربنا من كل خير وباعدنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه ولا تكفروا. واقم الصلاة.